wale na niwashukuru wale ambao wamechangia, wameendana na yale ambayo tumekuja nayo sisi kama viongozi wa mkoa huu ndani ya jimbo hili la Chaani. Tukianza na swala zima la uhai wa chama pamoja na jumuiya yake, hasa jumuiya yetu ya vijana. Ndugu vijana wenzangu na ndugu viongozi, hapa naomba tufahamiane vizuri. Jumuiya hii kwenye swala la uhai wa chama ndani ya mkoa huu tuna asilimia ndogo sana ya ulipaji wa ada. Sasa sisi viongozi tukiwa tunaitana, tunaanza kukatika mapande, hatutakuwa tunaenda kukisaidia chama ndani ya jimbo letu hili la Chaani. Niwaombe sana kwenye hili, kila mmoja tukatimize wajibu wake. Na jambo jingine ambalo nahitaji kulisema kwenye eneo hili, tuna upungufu na uhaba wa ulipaji wa ada ya vijana wetu. Sisi jumuiya ya vijana, hasa upande wetu wa vijana, tuna ada za namna mbili ambazo tunahitajika kuzilipa. Ada ya kwanza tunalipia chama, ada ya pili tunalipia jumuiya yetu. Huko nyuma tulikuwa na changamoto kwenye mfumo wa ulipaji wa ada ya umoja wa vijana, lakini sasa mambo yamekaa vizuri. Nikuombe sana ndugu mwenyekiti wa vijana wa jimbo hili, kamati yenu ya utekelezaji ya jimbo, nendeni mkahamasishe vijana wenu kwenda kulipa ada ya uwanachama. Tunapoanza tarehe ya leo, tarehe 4, hadi tunapofika tarehe 4 ya mwezi wa 9, tuone mabadiliko makubwa ya vijana wengi wameenda kulipa ada ya Chama cha Mapinduzi na ada ya umoja wa vijana. Hili ni agizo ambalo nimelitoa mimi mwenyekiti wenu pamoja na wajumbe wangu wa kamati ya utekelezaji ya mkoa. Ndugu zangu, mkoa huu wa Kaskazini Unguja Mungu ameujalia na ameubariki kwamba ni miongoni mwa mikoa ambayo imekuwa na uwekezaji mkubwa wa utalii ndani ya mkoa huu. Na jimbo hili la Chaani ni miongoni mwa majimbo ambayo yamepakana na ukanda wa bahari kwenye eneo la shehia ya Pwani Mchangani. Kule mara nyingi kumekuwa na ukanda wa utalii, kuna mahoteli mengi ya uwekezaji ambayo yamefanyika. Kwenye hili naomba nisikilizeni kwa umakini, na umakini ambao mtanisikiliza na kila mmoja anifahamu nini ambacho nakisema. Mimi binafsi wakati nakuwa mwenyekiti kwenye mkoa huu, miongoni mwa mambo niliyokuwa nayo ni swala zima la kuwasaidia vijana wenzangu, hasa ambao wanakaa pembezoni maeneo ya sekta ya utalii, kuweza kunufaika na utalii ambao uliopo. Wale wenzangu ambao wanaishi mfano maeneo haya ya utalii, ikiwemo nyinyi wa jimbo la Chaani, tulichukua vijana tukawapeleka kwenye sekta ya mahoteli. Vijana wale kilichotukuta ni jambo ambalo sio zuri. Mimi pamoja na kushirikiana na mheshimiwa mbunge wenu wakati ule, sasa hivi ni mwakilishi, na wakati ule tulishirikiana na mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye sasa ndiye mbunge wenu wa jimbo hili la Chaani. Tulifanya jitihada kubwa ya kuchukua vijana kuwapeleka mahotelini. Tuliwapeleka kule wakawa hawaendi, wanatoka muda wanaotaka, wanatoa sababu nyingine sio za msingi. Wenzetu hawa wa sekta binafsi mara nyingi wanakuwa na plani na strategic plani ambazo wameziweka. Wenzetu hawa wanachukua zile sababu za msingi. Mfano, umefiliwa na mzazi, umefiliwa na mtoto, umefiliwa na mke. Hizi ni sababu ambazo haziwezi kuepukika. Lakini mtu muda wa kazi unamwambia mimi nina shughuli ya rafiki yangu leo, lazima niende. Lakini mtu uendi, unajisikia tu kuamka muda unaotaka. Wenzetu hayo hawanayo. Na sisi kama viongozi wa chama ama vijana ama wa serikali pia hawana maamuzi ya kuwaingilia watu wa sekta binafsi, kwa sababu sisi tunawakaribisha wale kwa ajili ya kuwekeza katika maeneo yetu. Lakini sisi tukiwa sasa ndo tunaanza kuwavurugia utaratibu, sio jambo zuri. Vijana wale nadhani kwenye vijana tulipeleka nadhani kama vijana 160. Kwa kweli ukienda kwenye hoteli kwa hafiki vijana 10 waliobakia na hakuna aliyefukuzwa. Sasa hili nadhani lazima, kama tumeshakubaliana nalo la kwenda kufanya kazi ndama hotelini, basi tuamue ndani ya kikao hiki kuna vijana wangapi jimbo la Chaani wapo tayari
tuchukue orodha zao. Sisi viongozi wenu ngazi ya mkoa, nikiongozwa na mimi mwenyekiti wenu na wajumbe wangu kwa kamati ya utekelezaji, tupo tayari kushirikiana na viongozi wenu wa jimbo kwenda kuhakikisha vijana hao wanaenda kwenye mahoteli. Mheshimiwa mkuu wa mkoa huu ni mjumbe wa kamati ya mkoa, lakini pia ni kiongozi ambaye anafikika. Tupo tayari kumshauri Mheshimiwa RC, tunahitaji hoteli fulani na fulani, basi tusaidie vijana wetu wa aina hii. Kwa bahati nzuri tunaye Mheshimiwa mkuu wa mkoa msikivu na ni mweledi na ni mchapakazi na ni hodari na ni kiongozi ambaye anakisaidia na anakijali hasa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Naomba tumpigieni makofi mengi sana. Hapa katika mazungumzo ama michango ambayo mmeitoa, wengi wenu mmezungumzia pia swala zima la ajira. Sasa naomba masikio yenu munisikie vizuri. Mimi mwenyekiti wenu wa vijana pamoja na wajumbe wangu wa kamati ya utekelezaji ya mkoa, mpaka sasa hatuna taarifa ya kuwepo kwa ajira yoyote inayowahusu vijana wa makundi ndani ya mkoa huu. Naomba munisikie tena kwamba sisi viongozi wenu wa vijana mkoa huu, mimi nikiwa mwenyekiti pamoja na wajumbe wangu wa kamati ya utekelezaji ya mkoa, hatuna taarifa ya kwamba kuna ajira za vijana wa makundi ya hamasa ambao wanatakiwa ndani ya mkoa huu. Litakapokuja agizo hilo, basi hatutakuwa wafichaji, tutakuwa ni wawazi kwenye eneo hilo. Niwaombe sana vijana wangu wa jimbo la Chaani, endeleeni kuwa wasikivu, endeleeni kuwa wacheshi, endeleeni kufanya kazi za Chama cha Mapinduzi na jumuiya. Kwenye hili kama nilivyotoa ufafanuzi mwanzo, itakapokuja fursa ya aina yoyote, basi fursa hiyo inahitaji vijana wa jimbo la Chaani, basi tutashirikishana kwa uwazi na ufasaha. Kwenye hili naomba tuelewane. Niwaombe sana, kama kuna maneno yanaendelea kusemwa huko, endeleeni kuyapuuza maneno hayo.